wakati mwingine mvua kuwa zinanyesha tena zenye nguvu, na mtu akatoka nyumbani na kufika hapa, si kwa uwezo wako, bali ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Basi namshukuru Mungu katika hilo. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya kutufikisha tarehe ya 25 ndio kwa wiki hii ambayo tulikuwa nayo siku ya Alhamisi kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Baraka za Mungu ziambatane na kila mmoja aliyehusika siku hiyo. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa wiki ya mwisho, Jumapili ya mwisho kwa mwezi Disemba mwaka huu. Nayo ni siku hii ambayo tumekuja kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu Baba yetu wa mbinguni. Na kila mmoja anaweza kuhesabu Jumapili ngapi ulikuja kwenye ibada ya Mungu. Jumapili ipi ulikuwa safarini. Jumapili ipi uliumwa. Sasa leo nikuombe tafadhali kwa jina la Yesu, usikie neno la siku ya leo, ili uione asubuhi yako kila siku ikiwa njema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Uione siku yako ikiwa njema ikianzia asubuhi uione ikiwa njema. Kutoka kwenye maandiko ya siku ya leo, neno iliwe hilo, kuiona siku iliyo safi inayoanza na asubuhi njema. Uione asubuhi iwe njema kila siku. Ingelikuwa labda tuanze na hubiri hili ili tupeleke tena kwenye tarehe ile ambayo tarehe 31 usiku. Nafurahi sana kusikia na kusoma maandiko ya Mungu aliyompa Isaya kwa unabii wake ambao aliutoa kwa mataifa haya ambayo tutayasikia. Isaya sura ya 8. Isaya sura ya 8 mstari wa 11. Mstari wa 11. Na nitaendelea mpaka mstari ule wa 23, lakini ukigusa labda inawezekana na Isaya 9:1. Maandiko yaliyoko katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 8 mstari wa 11 mpaka mstari wa 23, na Mungu akituwezesha 9:1 na 2. Maandiko yanasema hivi kama Mungu alivyowezesha mtumishi wa Mungu kwa njia hii. Maana Bwana aliniambia hivi kwa mkono hodari, akanifundisha nisiende katika njia ya watu hawa, akisema, msiseme ni fitina katika habari za mambo ambayo watu hawa watasema ni fitina. Msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Bwana wa majeshi ndiye mtakaye mtakasa, na awe yeye hofu yenu na yeye utisho wenu. Naye atakuwa ni mahali patakatifu, bali ni jiwe la kujikwaa na mwamba wa kujikwaa kwa nyumba za Israeli zote. 2, na mtego na tanzi kwa wenyeji wa Yerusalemu, na wengi watajikwaa juu yake na kuanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Mstari wa 16 anasema, ufunge
huo ushuhuda ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu, nami nitamungojea Bwana afichaye uso wake nyumba ya Yakobo, nami nitamtazamia. Angalieni, mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli zitokazo kwa Bwana wa majeshi, naye akaaye katika mlima Sayuni. Na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Nao watapita katikati yake wamedhikika sana na kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao, na kwa kuelekeza nyuso zao juu. Nao wataiangalia nchi, na tazama shida na giza, hapana changamko kwa sababu ya dhiki. Nao watafukuzwa na kuingia katika giza kubwa. Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordan, Galilaya ya mataifa. Asante Baba kwa mistari hii tuliyoisoma. Yesu tukuzwe na uinuliwe milele yote. Asante Mungu kwa ajili ya usia huu kwa ajili yetu. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai, utusaidie na kutubariki. Amen. Haleluya. Mungu akikusudia jambo, analikusudia na analisimamia mpaka linatekelezeka. Amen. Mungu akifanya jambo analifanya na analisimamia mpaka linatekelezeka, mpaka unaiona asubuhi na kuwa safi kila siku. Nabii Yeremia kuna mambo aliyopata baada ya mwito wake anaotaja katika sura ya 6, sura ya 7 na ninavyoeleza sura ya 8. Wakati mwingine anasema jitakieni ishara, ishara hii anaipata. Lakini katika mistari hii anataka kutukumbusha mambo ambayo Mungu anataka kuyasema kwa wakati ule, lakini pia yanaelekea kwa nyakati tulizo nazo. Anasimama na kumwambia Isaya matatizo yaliyoko katika taifa lile. Anataka kumweleza mambo ambayo anapaswa kuyafanya. Nataka kumwelekeza mambo ambayo atayafanya na taifa hilo la Israeli. Wakati mwingine ni maonyo ambayo yanahitaji kuelezwa katika taifa lile na pia yeye mwenyewe. Mungu anataka kuona jinsi ambavyo Israeli wanataka kwenda katika njia inayofaa. Anataka kuambia kwamba hakuna kupata msaada mahali popote, bali msaada unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Hawezi kupata msaada kwa kitu chochote kile kilichotengenezwa na mikono ya mwanadamu. Haleluya. Anasema na aliniambia hivi kwa mkono hodari. Amen. Hakuna mkono mwingine ambao unaweza kuwa hodari kama wa Mungu. Hakuna mkono mwingine unaoweza kumwokoa mtu kuliko mwingine zaidi ya Mungu. Hakuna mkono mwingine unaweza kumbariki mtu kuliko ule wa Mungu. Mkono wa Mungu ndio ulio hodari kwa mambo yote. Na pia yeye mwenyewe anatuambia
katika misali hii anaanza, Bwana aliniambia hivi kwa mkono hodari, akanifundisha nisiende katika njia ya watu hawa. Kuna watu ambao wanajua kwamba walikuwepo, wanapotosha, hawaendi katika njia iliyo sawa. Wamepotosha wafalme, na wafalme wameangukia kule. Wamepotosha makuhani, makuhani nao wameangukia kule. Amepotosha hata wenyewe Walawi, wameangukia kule. Isaya, Mungu anamweleza, simama kwangu mimi nikuonyeshe, utembee kwa mkono wangu ambao utasimama mimi kukuandikia na kukueleza na kukufundisha. Wapendwa katika jina la Yesu, mimi na wewe tunahitaji kukaa miguuni pa Bwana, na Bwana ashike mkono wake na kuweka juu ya mtu ili upate kuelewa ni nini kile ambacho anaweza kukufundisha. Asema msiende katika njia ile. Wengine wanashawishi, wana ushawishi mkubwa sana. Miungu waliingia bila kutarajia, bila kuelewa, kwa maana waliona wale wengine ambao waliabudu miungu mingine na wao waliweza kufaulu. Mataifa mengine wamefaulu. Ashuru ilikuwa na nguvu, Babeli ilikuwa na nguvu, Uajemi ilikuwa na nguvu, Wamedi walikuwa na nguvu, Waelami walikuwa na nguvu, Wamisri walikuwa na nguvu, lakini wanaabudu nini? Miungu mingine. Hawamwabudu Mungu wetu aliye hai. Hawaabudu Mungu ambaye yeye mwenyewe ndiye chanzo cha ulimwengu huu. Anasema tusiabudu vyanzo vingine, bali tutafute msaada kwa Mungu aliye hai, ambaye yeye ndiye anayegawa vipawa, na baada ya yeye Mungu anaendelea kutenda maajabu sawa sawa na makusudi yake. Hatuna ushirika na vitu visivyosema, ndivyo anavyomweleza. Hatuna ushirika na vitu hivyo, na kama unavisikia usiende huko. Na hao wanasema msiseme ni fitina katika habari za mambo yote. Bayo watu hawa wasema ni fitina, msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Bwana wa majeshi ndiye mtakaye mtakasa, na awe yeye hofu, na awe yeye utisho kwenu. Haleluya. Biblia inatuambia msiende huko wanakoabudu kwenye miungu mingine. Msiabudu vitu vingine ambavyo vina utisho. Msiabudu kwenye vitu ambavyo wanawaletea hofu. Mnapaswa kwenda mahali ambapo ni patakatifu, alipopachagua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke mwito wa Isaya ulimkuta ndani ya hekalu. Ulimkuta humo baada ya kuona ya kwamba kusudi la Mungu linaelekea kupotea, halijakamilika, linahitaji kutimilika. Linahitajika kuona watu wakiona Mungu anatenda kazi ndani yao. Mungu ndipo anapoamsha roho yake, moyo wake kutenda kazi yake. Tena wakati kwa kwenye mwito pale, wakati mwingine Isaya anamweleza, sasa ikiwa watu watakuwa ni wa jinsi hii, ikiwa watu watakuja kushambulia, mimi nitafanya nini? Ikiwa watu wataisha, Mungu anamwambia Isaya, mwito ni mwito. Hata nyumba zibaki hivi hivi, wasiwepo watu, yawe magofu, waendelea kuhubiri tu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kusudi langu likamilike, mpaka lengo langu likamilike. Lakini Mungu alikuwa anajua mabaki yatakuwepo.
Alikuwa anajua watu wengine ambao wataendelea kumwamini, watakuwepo. Ndio maana anazungumza mistari inayofuata. Anasema naye atakuwa ni mahali patakatifu, bali ni jiwe la kujikwaza na mwamba wa kujikwaa kwa nyumba za Israeli zote mbili, na mtego na tanzi kwa wenyeji wa Yerusalemu. Na wengi watajikwaa juu yake na kuanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atakuwa ni jiwe ambalo kila mmoja mwingine atajikwaa, ataanguka. Itakuwa tanzi kwao. Ndio unajua Mungu aliwaambia wana wa Israeli, mkivuka tu kuingia nchi ya Kanaani, mtateka, mtatawala mataifa yote, myamiliki, pigana nao, waondoe, Wahivi wote watoe, Waamoni wote watoe, Wayebusi watoe, lakini tena msione nao wale. Msipowatoa watakuwa tanzi kwenu na watakuwa miiba kwenu. Mungu alilijua. Walipoingia jamaa hawakuwatoa, walishindwa. Walioana na watu wale, walikaa nao, waliabudu miungu yao. Lakini Mungu anazungumza, anasema ikiwa wengine wataabudu mahali palipo patakatifu ambapo ni pa Mungu, hao watanusulika. Pendwa katika jina la Yesu, ni heri kukaa mahali alipo Bwana kuliko kukaa mahali asipo Bwana. Na asipo Bwana hakuna baraka. Mahali ambapo yuko Bwana kuna baraka. Anasema hawa watu watakuwa na shida. Sasa niwaambie, anasema haya mataifa. Anasema hawa watakuwa na mtego na tanzi, wenyeji wa Yerusalemu, na wengi watajikwaa juu yake, kuanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Juu ya mataifa mawili. Kumbuke mataifa haya kwa sababu tu ya ubinadamu waligawana maeneo. Tumejifunza kwenye Sunday school. Hatukujifunza juu ya mataifa haya, lakini tumejifunza kwenye neno la Mungu kwamba amani inaweza kutoweka, umoja upendano unaweza kutoweka, na ushirikiano unaweza kutoweka, na rehema zinaweza kutoweka pale ambapo hatukwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Taifa hili la Israeli pamoja na Yerusalemu anayoisema, ambayo inaitwa Yuda, walifikia mahali hawakwenda pamoja. Israeli wakaenda wote, makabila inayosema kila wakati 10, na mawili mengine yakabaki peke yao. Ndio maana Mungu anasema hawa watu ambao watakwenda na Mungu, ambao watakuwa kwenye mahali patakatifu, lakini lile ambalo halitakwenda na Mungu, taifa ambalo halitakaa na Mungu, watajikwaa, watatoweka, watapata njia ambayo Mungu hakuielekeza, watajikwaa. Na ilifika siku, haya nayo yazungumza mataifa mawili, moja likajikwaa, likaondoka. Ukisoma jinsi walivyoondolewa, hili taifa la kaskazini, uliona waliteswa mno, walihangaishwa mno. Ukisoma kitabu cha Wafalme sura ya 2 na mstari inawezekana sura ya 15 mstari wa 29, asema mfalme wa Ashuru walikuja kwa mfalme Peka ili waweze kuungana naye, hata wakati mwingine kuteka. Lakini Peka kaona ni njia ipi itakayosaidia, ni kuwalipa hawa ili warudi kule. Kalipa pesa nyingi, akawatoza watu ushuru
kubwa mno, wakatozwa hela, wakawalipa Waashuru warudi, wakarudi. Lakini mwisho wa siku walikuja wakavamia tena, wakaishambulia nchi ya Israeli, wakawaondoa, wakajikwaa kwa sababu ya kutokumtazama Bwana. Lakini Baba Mungu alikuwa na kusudi jingine. Wakajikwaa, wakaabudu miungu, wakatazama kwa watu kusikia wengine, wanajikwaa kwa vitu vya ovyo ovyo. Biblia inatuambia ya kwamba katika mstari ule ambao nimeusema itakuwa asubuhi, anasema mstari wa 20, mstari wa 19, nasema na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kwa ndege kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu hawa kutafuta habari kwa Mungu wao? Lile taifa lilitafuta habari kwa wachawi, habari kwa waaguzi. Hata siku moja mfalme Yehoshafati alipata kuungana na taifa lile la Israeli kuwapiga Waashuru, lakini mfalme wa Israeli alikuwa anatafuta habari kwa wachawi, habari kwa wasihiri, habari kwa waganga. Na Mika kaingilia kati. Mtakumbuka hiyo Mikaya katikati, kaingilia katikati mpaka anasema, mfalme anamwambia Yehoshafati, huko kwako unakoongoza hakuna mtu ambaye ni nabii anaweza kunitabiria mambo ambayo yako mbele yangu. Ndipo wanamtafuta Mikaya. Mikaya anakuta wale wengine ambao ni waganga wao wa kienyeji, ambao ni wachawi, wamesimama mahali pale. Mikaya anasimama anasema, unavyotabiri Waashuru watakuja, watapiga tu, utawapiga, lakini ni kwa sauti ya wengine. Mimi sasa nataka nikueleze hivi, kama Mungu anavyoniambia, wewe ukiingia kule hutasalimika na majeshi yako yote na waganga wako hawa. Mmoja wapo waganga akainuka akampiga Mikaya. Mpendwa, kwa jina la Yesu, wakati mwingine unaweza ukasimama, mtu mmoja ukasimama kwenye ukweli ukachukiwa, lakini simama katika ukweli kwa jina la Yesu na Mungu ataleta baraka kwa ajili yako. Na baada ya hapa anasema na kuambia, we nenda vitani, nenda na huyu mfalme Yehoshafati, nendeni, nenda mliotabiriwa na maelfu hawa waliokutabiliwa, waganga wa kienyeji hawa, wanaonong'ona hawa, wanaonong'ona kama ndege. Nenda utaona kitakachotokea. Mimi nakueleza, akaenda kule, hakurudi. Pendo kwa jina la Yesu Kristo, mambo yakishindikana kwako, basi yashindikane, lakini mwambie Mungu wetu aliye hai, usiende kwa mtu mwingine ambaye yuko pembeni nje ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye akasema hao wakaenda huko na hawakusalimika moja kwa moja. Lakini Mungu anatoa tahadhari. Anamwambia mtumishi wa Mungu katika sura ile ya 8 mstari wa 16, anasema, ninayokufundisha, niliyokueleza, uyatambue kwenye mstari huu, ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu, nami nitamngojea Bwana afichaye uso wake nyumba ya Yakobo, nami nitamtazama. Bwana Yesu aliye hai atukuzwe. Bwana Yesu aliye hai ainuliwe. Anasema yafunge haya ninayokueleza. Uko katikati ya shida, uko katikati ya matatizo, lakini yafunge pale utawaeleza hata wajukuu, hata vitukuu, hata Kinondoni watasikia, wayatunze katika mioyo yao, watasalimika katika maisha yao. Lakini wakiacha haya hawatasalimika. Mimi nina kitu ninachokitazamia huko mbele. Asubuhi ya watu wote itapendeza, lakini ikiwa hawataweza kutimiza kusudi langu na mpango wako, asubuhi yao haitakuwa nzuri. Anasema awafichaye uso wake nyumba ya Yakobo, nami nitamtazama. Angalieni, mimi na watoto hawa mliopewa na Bwana
tu ishara ya ajabu katika Israeli zitokazo kwa Bwana wa majeshi, yeye akaye katika mlima Sayuni. Wale watakaokaa na Bwana, wale watakaotembea na Bwana, hao ishara ya Mungu itakaa pamoja nao. Mungu atazidi kuwaonekania, Mungu atazidi kuwasaidia, Mungu atazidi kujidhihirisha kwao. Mungu inawezekana akawaponya, hawatajikwaa, watakuwa na Baba wa mbinguni atendaye maajabu. Halafu anazungumza, ukitaka asubuhi yako iwe nzuri, usitafute habari kwa wenye pepo. Usitafute watu wanaokutabiria mambo ya ovyo ovyo. Tafuta watu ambao wamesimama na Baba yetu wa mbinguni aliye hai. Simama na watu wanaoamini. Hata wakati mwingine anasema watu wanaonong'ona kama ndege. Unajua wakati mwingine tuko kwenye maombi, wakati mwingine unasikiliza, unasema lakini hii ni sauti ya Mungu au ni sauti ya mtu? Ni sauti ya Mungu au ni sauti ya ndege? Criticize watu wanavuviwa na Roho Mtakatifu. Lakini wakati mwingine uwe na uchunguze na Mungu akwambie. Wengine wanasema karia kororo. Uchunguze hiyo kwa jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu ni Mungu anayesema na mtu. Ndivyo ilivyokuwa katika Israeli. Wakatembea katika njia hiyo. Wakatembea katika njia ambayo ni kuamini miungu, wakaabudu Baali, wakaabudu mizimu. Lakini Mungu akasema, ninachotaka kuambia, kitu ninachotaka kuwaeleza, msitafute habari za hao, enendeni kwa njia ya Mungu. Nasema na waende kwa sheria ya ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili bila shaka, hao hapana asubuhi. Ikiwa hawafuati sheria sawasawa na neno hili, asubuhi yao itakuwa mbaya. Mpendwa, kwa jina la Yesu Kristo, siku 3 zimebaki na huko mbele tuna mwaka unaokuja. Tafuta habari kwa Mungu, tafuta sheria, tafuta habari kwenye neno. Usitafute habari kwa mtu, tafuta habari kwa Mungu aliye hai, akuonyeshe kitu ambacho kinaweza kukuletea usalama katika maisha yako. Amen. Unajua wakati mwingine Mungu huwa anaangalia mambo, anaona inakuwa shida, wakati mwingine anakimbia mahali pengine. Unajua wakati wa kuzaliwa kwake Yesu Kristo anazaliwa, habari hazikukaa pale Bethlehem au kupata watu wa Bethlehem pale. Habari zilienda kwa mamajusi mbali. Habari zilikwenda kwa wachungaji mbali, waliokuwa wanachunga kondoo zao, wanyama wao kwa zamu. Habari ndiko ilikokwenda. Habari inaweza katoka kwako ikaenda kwa mtu mwingine, ili kusudi la Mungu likamilike. Wakati wa Yesu anazaliwa, Herode hapendi watu, hapendi mfalme, hampendi Yesu, hapendi mkono wa Mungu utembee katika maisha yao. Kwenye jimbo lake anaona kwamba kuna mfalme mwingine amekuja kutawala. Lakini Mungu anasimama kwa kusema, sasa ngoja habari ziende mahali pengine, ili wale ambao wanataka wakapokee. Ndipo anaposema katika Luka ile sura ya 2 mstari ule wa 10, nasema malaika wa Bwana akawatokea ghafla, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha itakayokuwa kwa watu wote. Mungu anatafuta kusudi lake. Ilikuwa ni asubuhi na mapema ya wachungaji wale, wakapokea neema ya Mungu. Hawakujua, hawakuelewa, lakini Mungu akajidhihirisha kwao. Wametoka kwa Israeli, wametoka kwa Yuda. Mungu anakimbia kuambia wale mamajusi na wachungaji, Baba kuone kwa jina la Yesu asubuhi ya leo.
Baba kusaidie tunapoelekea siku hizi 3 kumalizika. Baba asitoke kwako kwa jina la Yesu. Mungu asitoke kwenye familia yako. Mungu asitoke kwenye kazi yako. Mungu, Biblia inasema katika Isaya. Najua Mungu wakati mwingine kila leo Mungu hanyamazi. Kila leo Mungu hanyamazi mpaka kusudi lake likamilike, ili asubuhi ya mtu ionekane ikiwa njema. Katika Isaya ile sura ya 62 mstari wa 1 anasema, sitanyamaza kwa ajili ya Sayuni. Alisema tangu mwanzo, tangu enzi hizo. Anasema basi kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia mpaka haki yake itakapotokea. Yaani yeye mwenyewe atakapoangaza kama mwangaza wake, na wokovu wake kama taa iwakayo. Asubuhi tunaijua, usiku huwezi kuona nuru mpaka iwe asubuhi ndipo uone nuru. Ndio maana nataja ya kwamba wale ambao watajikwaa, wale ambao wataabudu mizimu, wale ambao wataabudu wachawi, asubuhi yao itakuwa mbaya. Ili asubuhi yako iwe njema, mtegemee Mungu kwa jina la Yesu. Ili asubuhi yako iwe na nuru, mtegemee Baba yetu wa mbinguni. Ili asubuhi yako iwe safi, mtegemee Yesu Kristo aliye Bwana. Ili familia yako iende vizuri, ione nuru ya Mungu mbele yako, tegemea sheria na neno la Mungu kila wakati. Ili kazi yako ipate kufaulu, tegemea nuru ya Mungu ionekane, na Mungu atakusaidia. Wakati mwingine anashiriki habari za Naftali na Zabuloni. Nasema Zabuloni nao na Naftali walikuwa katika shida. Nimesema juu ya habari ya ufalme. Walikuja wakawamaliza jamaa. Zabuloni na Naftali ni watoto wa nani? Ni watoto wa Yakobo. Miaka mingi iliyopita, siku nyingi zilizopita, na haya makabila mengine hakujali, lakini Mungu anataka kuwarudia kwamba ipo siku ataipata neema. Giza halitatanda, nuru ndiyo itakayotawala. Asubuhi yao itakuwa njema na watauona utukufu wa Mungu. Pendwa katika jina la Yesu, kuna mambo ambayo tangu Januari mpaka siku ya leo hajaonekana yanaleta nuru kwako. Lakini Mungu wetu aliye hai anasema usiondoke kwenda mahali pengine. Bado mpango wa Mungu uko pale pale. Nuru ya Mungu iko pale pale. Endelea kuinama kwake, endelea kujinyenyekeza kwake, endelea kutafuta uso wake, endelea kumwabudu yeye. Bado Mungu anatawala, bado Mungu anaishi. Ndio maana anasema katika mistari inayofuata, anasema tazama. Tazama, maneno yangu ndio hayo. Tazama, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume anayetutoa katika giza. Tumepata mtoto mwanamume tutakayesimama katika neno lake, tutakayesimama katika nuru yake. Ndio maana katika ile Yohana sura ya kwanza, Yohana 1:1 mpaka 12, Injili ya Yohana, tumesoma habari zile. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alitoka kwa Mungu, lakini pia na yeye ndiye aliyekuwa nuru. Nuru ya watu, aliyeleta uzima kwao, aliyeleta nguvu ya kiroho kwao. Yohana alikuja, lakini Yohana alikuwa sio ile nuru, ila alishuhudia ile nuru iliyokuja kwa ajili ya watu. Ndiye huyu ambaye mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Tulihubiriwa siku ya tarehe 25. Uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Ana nguvu huyu, ana uwezo huyu. Mizigo yote tunampelekea yeye. Hatutazami pengine, tunatazama kwa Baba yetu wa mbinguni aliye hai. Juzi nilikuwa mjini, mnisamehe watu wa kaskazini. Niliona mama mmoja anamwambia jamaa mmoja ambaye huwa ananibrashia viatu pale mjini. Anasema, Peter, hujaenda nyumbani kutambikia? Nikasema, Peter, mnafanya hivyo? Akaniambia, tunakwenda kufanya. Nikasema, Yesu wako anaenda wapi?
Akasema wewe siku moja twende kule ukaone. Lakini wapendwa, Yesu amesimamia mambo yote kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama na Yesu na Yesu asimame na wewe. Simama na Yesu aionyeshe siku yako kila leo iwe imetiwa nuru. Asubuhi yako iwe njema. Nina vijana wangu hapa wanataka kubariki ndoa yao. Maisha yenu yote Yesu awe nuru yenu, awe mwanga wenu, awe kinga yenu. Maisha yenu, tunaishi kwenye jamii inayotazama mambo mbalimbali, inayosema mambo kadha wa kadha. Wanasema hamjapata kitu chochote. Lakini kuna mtaalamu pale, na mimi mmeniambia mahali mnakoishi watu wengi wanaishi kwa njia hiyo. Bwana, kuna mtu atakayewasaidia. Lakini Mungu atusaidie. Biblia inasema tusiwe na hofu katika maisha, tusiwe na wasiwasi katika maisha. Baba yetu yuko tayari kwa ajili ya kila mmoja. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, tuondoe hofu yetu, tuondoe wasiwasi wetu. Bwana Yesu atasimama na wanaosimama na yeye. Ambao hasimami na yeye wanajikwaa, na wakijikwaa ni kuanguka moja kwa moja. Lakini Biblia inatueleza huko, anasema tukijikwaa Mungu atuinue kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini Baba yetu kwa siku ya leo aende kuifanya asubuhi yako ya kila siku iwe njema. Nuru ikakuonekanie kila wakati na kila siku. Kusudi la Mungu linakamilika milele yote. Kusudi la Mungu linahuisha, linabariki, linatenda maajabu kwa ajili ya mtu yule ambaye anategemea neno, anategemea torati ya Mungu na kumwabudu mahali pake palipo patakatifu. Na tuombe. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, uishie na kutawala, Mungu mwenye mamlaka. Baba, nalibariki jina lako mchana wa leo. Siku ya tarehe ya leo 28. Yesu Kristo, tumesikia neno lako kutoka Isaya sura ya 8, ambayo Mungu ulileta neno kwa Isaya